ni Justin Mambazi, shule ya sekondari Rainbow. Nilikuwa hapa shuleni na majukumu yangu, nikaona tu wanaingia getini pale wanafukuzia kitu. Akasema fisi. Tukakimbizana, tukaja huku bwenini kukuta ameingia. Tuka pale ameingia chuo cha wasichana, nikachukua kufuli kwa madam, nikafunga. Ndio wale wananchi wakapigia mtu ambaye ni wa mali asili wa kata, ndio akatoa taarifa sehemu husika. Naitwa Clemson Hospital Roko, mimi ni afisa wanyamapori. Huyu mnyama mnayemwona mbele yenu kwa Kiswahili tunamuita fisi, kwa Kiingereza anaitwa hyena. Scientific name kwa faida ya wanafunzi wanaosoma tunaita kurukuta. Au wengine wanasema hyena, lakini kurukuta ndio scientific yake. Huyu mnyama anakula nyama kama wanyama wengine. Lakini huyu nyama hayupo kwenye aina ya wanyama tunaita mapaka. Huyu yupo kwenye kundi lingine. Ni carnivore kama walivyo carnivore wengine, lakini hayupo kwenye kundi la paka. Kundi la paka anapoua yeye anakaba shingoni. Lakini kundi hili ambao ni kama mbwa mwitu na wengineo, yeye huyu hapa akikamata mkono huo, kamata mguu huo, yani atakapo kukamata na huwa haachi. Na katika wanyama wote wanaokula nyama, huyu mnyama ndio mwenye tunasema fuvu lile. Ile impact ya fuvu, yani ule ugumu ule wa fuvu. Huyu ni mkubwa, hadi simba na ukubwa wake wote hapa hivi. Ndio maana ana sifa ya kula mifupa, ya kuvunja mifupa. Simba hawezi kuvunja mifupa. Huyu akikukamata hapa vizuri tu, huu mkono mfupa umeenda habari, yani anavunja. Kwa hiyo ni mnyama hatari. Lakini unapomuona ni mnyama naye watu wengi wanafikiria ni mjinga. Lakini huyu tuna fisi aina mbalimbali. Huyu fisi anaitwa fisi madoa kwa Kiswahili, au tunasema spotted hyena kwa Kiingereza. Fisi madoa. Huyu pia sifa yake nyingine pia sio ni mnyama wanaokula tunaita mizoga. Sawa, lakini huyu ameadvance kuliko wale fisi wenzie. Huyu ana uwezo wa kuwinda pia. Ni mnyama ambaye anahitaji angalizo. Ukimuona jaribu kutoa taarifa haraka na yuko wapi. Na wasifu wale ambao wamechukua hizi tahadhari. Lakini pia mnyama huyu ana sifa ambayo ni tofauti. Watu wanamtumia pia kwenye mambo yao ya kijadi. Sawa. Watu wanamtumia kwenye mambo ya kijadi. Mimi nilipopata taarifa, kiongozi wangu amenipigia na kuja hapa, nilishtuka sana. Nikawa najiuliza hii sekondari iko wapi? Nimekuja hapa nimeangalia mazingira, naona haya mazingira mbona yote sioni misitu, sioni nini. Nikadoubt tu huyu mnyama atakuwa anafugwa na mtu. Lakini baada ya kumuona sasa kwa macho yangu, nimeona shingoni huko alikuwa anafungwa kamba kama mbwa. Inanionyesha kwamba huyu alikuwa anafugwa. Na mara nyingi sana wanyama hawa hakuna sehemu ngumu. Ukisikia watu wanasema hata sisi tunaonyesha wale simba kwenye keji ile amewekwa na nini, kumlisha yule mnyama ni ngumu, kwa sababu simba kwa siku anakula karibu kilo 5 ngapi. Hata huyu ni kati ya wanyama wanaopenda muda wote kula. Kwa hiyo ukimfuga huyu maana kwamba lazima umlishe. Usipoanza kumlisha chakula lazima atoke nje atafute mbinu ya kutoka kwenda kutafuta vyakula. Nashukuru serikali wametoa hii kuja kurescue. Na huyu mzee amefanya kazi kubwa sana kuhakikisha, kwa sababu hawa ambao wanahusika na watu huwa kurisasi ingie hapa inakuwa ni shida. Lakini tunachokiomba kwamba ukiona wanyama kama huyu tutoe taarifa haraka, na sio vizuri kumsogelea. Mnyama huyu hajaweza kumdhuru mtu yeyote katika eneo hili la shule ya sekondari Rainbow, kata ya Msuwa, manispaa ya Sumbawanga. Na mimi niko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye ameniagiza nije hapa nikifuatana na viongozi wenzangu wa kamati ya usalama wilaya.